Jina langu naitwa Mchungaji Patience Marcelin Bachuba. Ninafanya kazi katika hospitali ya Bugando na nimegombea nafasi ya makamu wa rais wa Tana Taifa. Na labda niseme kwanza, nijitambulishe kwamba mimi CV yangu ni ipi. Nimesoma Bachelor of Nursing, lakini pia nina shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu, na hii ni katika uongozi, shahada ya uongozi, lakini pia na shahada ya uzamili ya filosofia katika masuala ya counseling. Shahada ya kwanza nilipata katika chuo cha Texas American University. Shahada ya pili nimeipata katika chuo kimoja kiko Uingereza, kinaitwa Rusent University. Na shahada ya tatu ambayo ni shahada ya filosofia nimepata ya udaktari, nimeipata katika chuo cha Marekani, kiko Marekani. Na katika hayo, kwa nini nimegombea nafasi hii ambayo nimeitangaza kwamba nataka kuigombea? Nataka kugombea nafasi hiyo kwa sababu ninao uwezo. Nimeshughulisha chama cha Tana, nimekaa muda mrefu, takriban miaka karibu 20, na katika miaka hiyo nikiwa kiongozi, na ninao uwezo wa kuonda hoja na kutetea maslahi ya wauguzi. Lakini sio maslahi tu, tumeona kwamba chama hiki kinatakiwa, kwa sababu tuna mabadiliko, tunataka chama hiki kiwe cha kisasa, na chama hiki kiweze kupata watu ambao wanaweza kuonda hoja na kutetea wauguzi ili waweze kufikia hatua sio Tanzania tu, bali katika tuwaunganishe na international organization nyingine ambazo zipo na nchi nyingi. Kwa mfano sasa hivi tumerudisha uwezo wa wale wadau, mojawapo ni Norwegian, wamerudi. Lakini sio hivyo tu, tunataka turudishe na wa Marekani. Kwa mfano mwaka juzi nilikuwa Marekani, niliongea na wadau katika jimbo la Texas, tulizungumza nao na wakaonyesha moyo wa kutaka kushirikiana na sisi. Lakini sio hivyo tu, kwa mfano tumeona wauguzi wengi wakilalamika kuhusiana na masuala ya kutokutambulika na kupata nafasi nyingi za kusoma. Mimi nikipata nafasi hii, wauguzi walio wengi tutahakikisha kwamba tunawajengea uwezo, lakini sio uwezo tu, wapate nafasi za kusoma. Na hilo ndio tunaloitegemea, wauguzi waweze kusoma na kuweza kutambulika, sio hapa tu, lakini katika waweze kufanya kazi hata nchi za nje. Ili tuna uwezo wa kulifanya. Lakini pia tunataka tuwajengee miradi, wawe na miradi ili waweze kujiwezesha na kuondoa dhana ya utegemezi ambao watu wengi wamekuwa nao. Kwa mfano, mimi nimefanya kazi Bugando. Tangia tulipoanza Bugando tulianza taratibu, lakini sasa tumefika mbali. Bugando ni sehemu ambayo sasa hivi ina miradi, tuna miradi mingi, miradi ya maduka, lakini pia kuna majengo tumejenga. Na hii ni kutokana, mimi ndio mwanzilishi wa mambo hayo, na hao wanaokuja wamefuata nyayo zangu. Kwa hiyo naona kuna kitu tuwagawie na matawi mengine ambao wanaweza nao wakafika hatua fulani wakawa kama sisi tulipo. Yapo mengi ambayo nitayafanya iwapo nitapata nafasi hii, lakini pia kubadilisha hii dhana iliyokuwepo kwamba wauguzi hawawezi kukua katika nafasi za utawala. Wauguzi wamesoma, wauguzi wana uwezo na wana nafasi hizo, lakini wamekuwa wakichukuliwa kwamba wauguzi hawawezi kufanya kitu. Wauguzi wanaweza kufanya, wameonyesha, na tukiungana na viongozi wenzangu tutafika mbali na tutaonda hoja, tutaona policy makers, lakini sio policy makers peke yake, lakini viongozi wa wizara, wabunge, lakini pia na hata kuwaona viongozi wa kitaifa walio wengi ambao tunaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba mambo mengine ambayo
haijafanyika katika taaluma ya kiuguzi yaweze kufanyika. Kwa majina naitwa Isaya Daniel Sibora, ni afisa muuguzi kutokea taasisi ya saratani ya Ocean Road, lakini pia ni mgombea wa nafasi ya makamu wa rais wa chama cha wauguzi Tanzania. Nimefikia maamuzi haya ya kugombea nafasi ya makamu wa rais wa chama cha wauguzi Tanzania kwa sababu katika taaluma yetu tumeliona gepu ambalo kwa namna moja ama nyingine tunahitaji kuliziba gepu hilo ama kulipunguza gepu hilo na kufikia matamanio ya wauguzi wengi nchini, kuona taaluma inasonga mbele na muuguzi anapata stahiki zake. Sasa kwa nini nimegombea nafasi hii ya makamu wa rais? Hapa nina vipaumbele kama vinne. Kwanza ni maslahi ya wauguzi. Katika engo ya maslahi ya wauguzi nitazungumzia maeneo matatu. Eneo la kwanza ni night allowance. Eneo la pili ni extra duty allowance. Eneo la tatu ni bima allowance. Sasa tunafahamu ya kwamba katika nchi yetu ni taasisi chache sana ambazo zinawalipa wauguzi night allowance. Sasa nitasoma kidogo sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo inatoa maelekezo ya namna gani muuguzi anapaswa kulipwa night allowance, lakini kwa bahati mbaya sheria hii haitekelezwi. Ukisoma Employment and Labor Act Relation Act kapu 366 section 4 inasema ya kwamba an employer shall pay an employee at least 5% of that employee basic wage for each hour worked at night, and if the hours worked are overtime hours, then the 5% shall be calculated on the employee overtime. Yani kwamba kila muuguzi anapoingia kazini na shift ya usiku anatakiwa alipo night allowance ambayo ni 5% ya ule mshahara wake wa sana ulipo kwa siku. Na endapo atafanya kwa zaidi ya masaa 8 ya serikali, basi masaa ya extra duty yatabidi yawe calculated kutoka kwenye overtime yake anayolipwa. Sasa kwa bahati mbaya sana sheria hii imekuwa haitekelezwi na waajiri wengi nchini. Awamu hii tunaingia kwa ajili ya kuhitaji kulisimamia utekelezaji wa hili. Tunahitaji kumuona muuguzi anayeingia kazini usiku na kufanya kazi zaidi ya masaa 12 akilipwa night allowance. Lakini eneo la pili ni extra duty allowance. Extra duty allowance taasisi nyingi zinafanya vizuri, lakini zinakosea sehemu moja. Unakuta muuguzi amefanya shift 4, analipwa shift 2 kwa kuambiwa ya kwamba taasisi haina mapato ya kutosha. Sasa hii sio justification ya kiutumishi. Justification ya kiutumishi ni moja. Unapomuita kazini mtu katika muda wake wa kupumzika na ukampatia kazi ya ziada, ni lazima umlipe. Na miongozo ipo inaelekeza. Sasa tunaenda kulisimamia hili kwa nguvu zote. Lakini eneo jingine ni eneo la bima. Ni taasisi chache sana ambazo zinatoa mapato ya bima kwa usawa. Lakini taasisi nyingi zinawalipa madaktari pesa nyingi za bima kuliko wauguzi. Mgonjwa anaingia, anaonwa na muuguzi, anaonwa na mtu wa maabara, anaonwa na social worker, anaonwa na kila mtu anayehusika pale hospitalini. Lakini anapokuja magawanyo ya bima, unakuta huyu daktari aliyemuona, tena amemuona kwa muda mchache kuliko hata watu wengine, anapewa privilege kubwa kuliko watumishi wengine wa taasisi. Hili tunaenda kulidai kwa nguvu zote. Lakini pia kipaumbele cha pili ni professional protection, kulinda hadhi ya taaluma. Ndugu wauguzi wenzangu, hivi karibuni kumekuwa na mashambulio makubwa sana dhidi ya wauguzi na wauguzi kwa ujumla. Utakumbuka wauguzi wa KCMC walivyoshambuliwa katika mitandao ya kijamii. Utakumbuka pia hivi karibuni tumeshambuliwa na mtu mmoja ambaye anajiita Mr. Mwanya. Sasa kwa mujibu wa katiba ya chama cha wauguzi Tanzania imetoa mandate ya kufanya advocacy na professional protection dhidi ya taaluma yetu. Awamu hii kiukweli hatutawaonea huruma kwa sababu tu wameomba misamaha. Tutawafikisha katika mikono ya sheria. Lakini pia kuna viongozi wa uuguzi ambao wamepewa dhamana ya kusimamia maslahi ya uuguzi, kwa maana ya kwamba NOIS, DNOs and RNOs wanatumia madaraka yao vibaya. Wamefikia kuwapatia wauguzi kazi ambazo ziko nje ya kiprofessional, wamewatumikisha nje ya utaratibu wa ufanyaji kazi. Sasa ndugu zangu wauguzi, kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya 35, kila mtumishi wa umma anamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Sasa hawa ndugu zetu ambao wamepewa dhamana ya kuisimamia hii taaluma wanatumia madaraka yao vibaya na ofisi za umma vibaya. Sasa yametolewa matamko mengi ya kiserikali na hawataki kuyatekeleza. Awamu hii pia tumeamua kuwashughulikia kisheria kwa matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya ofisi za umma. Jambo la tatu ni muundo wa uongozi wa Wizara ya Afya. Ndugu zangu wauguzi, nitumia nafasi hii kutoa pongezi kwa uongozi uliomaliza muda wake kwa kuhakikisha ya kwamba tumepata muundo wa utumishi wa Wizara ya Afya. Lakini napenda kusema ya kwamba mwisho wa mapambano ndio mwanzo wa mapambano mengine. Kwa sasa hivi tunaenda kuanzisha mapambano ya kudai haki sawa ya kiuongozi katika Wizara ya Afya. Ndugu zangu, ninajua nimepewa muda mchache, lakini naamini mambo mengine tutazungumza baada ya kupewa muda wa kuomba kura. Asanteni sana na watakia uchaguzi mwema, kura nyingi sana kwa ndugu Isaya Daniel Sibora. Asanteni sana. Mimi naitwa Pendo Martha Joseph, ni muuguzi mkufunzi, nafanya kazi katika hospitali maalum ya tiba magonjwa ambukizi Kibong'oto, na nina uzoefu wa zaidi ya miaka 15 kwenye taaluma. Kwa habari ya uongozi, nimekuwa kiongozi kwenye level mbalimbali za hospitali na pia kwenye vyama vya kitaaluma kama kwenye Hexacon, kwenye TANA pia nimekuwa kiongozi. Kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro nilikuwa mwenyekiti kwa miaka 6 na pia nimekuwa mwenyekiti kwa mkoa kwa Kibong'oto hospitali kwa miaka 6 kwenye TANA. Lengo la kugombea ni kwa sababu nataka nitumie nafasi hii kutumikia chama. Nimegundua kwa uzoefu nilionao natakiwa nitumike zaidi ya pale ambapo nimetumika. Basi nina vipaumbele kadhaa. Kipaumbele cha kwanza kabisa ni swala la maslahi ya wauguzi. Nitajitahidi kuhakikisha kwamba maslahi yote ya wauguzi ambayo yako kwa mujibu wa sheria wauguzi wanapatiwa maslahi yao, wanajaliwa, wanapata haki zao ambazo ziko kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, kuna mojawapo ya haya maslahi ni ile swala ambalo la uniform allowance. Tunajua kwamba kabisa kuna waraka ambao umetoka mpya ambao umefanya maboresho. Uniform allowance inatakiwa itolewe kuanzia 150,000. Lakini kuna baadhi ya facility ambazo bado wanatoa kile kiwango cha zamani cha 120. Na bado unaona kuna facility nyingine hata hicho kiwango bado hawakitoi kwa sababu ya kadhaa ambazo wanazieleza wanapokuwa linafuatilia hilo swala, wauguzi wanapokuwa wanadai haki zao. Basi maslahi yote ambayo yako kwa mujibu wa sheria ni wajibu wangu kama kiongozi kuhakikisha kwamba ninayafuatilia. Na nitafuatilia hata kuna mengine ambayo bado hayajaingizwa kisheria, lakini kwa kupitia ushahidi wa kisayansi tutajenga hoja na kuweza kushawishi serikali ili iweze kuboresha maslahi ya wauguzi nchini. Swala lingine ambalo ni kipaumbele changu ni issue ya kuimarisha umoja. Tunajua kabisa umoja wetu ndio nguvu yetu kama wauguzi, na tukiangalia kwenye kauli mbiu yangu nasema kwamba umoja wetu ndio mustakabali wetu, na yote yanawezekana kama wauguzi tukiwa ni sauti moja yenye nguvu, tukaungana. Kwa sababu kwa sasa hivi tunaongelea kwamba tuna wanachama wachache kwenye TANA, lakini sisi tunajua kwamba kama tutaweza kusensitize wakaingia wengi wakawa member wa TANA, tutakuwa tunaongea kitu kimoja. Kwa hiyo muuguzi yoyote hata kama yuko kule peripheral anaweza akawa ana feel ile kwamba sense of ownership kwenye taaluma, na tukiunganisha nguvu basi tunaweza tukapush mambo mengi. Lakini kwa sasa hivi kuna changamoto hiyo ya baadhi tu ndo wako kwenye association. Basi kitu kingine ambacho ni kipaumbele ni kuhusiana na katiba. Katiba yetu ni ya mwaka 2012 ndio inayotumika, lakini hilo swala tumeshaanzisha mchakato ulishaanzishwa kwenye uongozi uliopita. Sasa nitaendelea pale ambapo unaishia, kwa sababu najua kabisa kuna maboresho mengi ambayo yanatakiwa, maboresho ya katiba ya TANA ili kuhakikisha, kwa sababu katiba ndio muongozo mama wa association. Kwa kama katiba yetu ikitoka katiba ambayo ina mapungufu, maana yake inaweza kuchukua more than 10 years mpaka tufanye marekebisho, kitu ambacho tunaweza tukarectify sasa hivi kabla hatujatoa katiba kwa kupushi haraka bila kukidhi mahitaji ya sasa ya kitaaluma na wanataaluma. Kipaumbele kingine ambacho niko nacho ni kusimamia mapato ya chama. Mapato yetu ya chama tunajua kabisa kuna changamoto kadha ambazo zipo, basi mimi nitahakikisha kwamba tunazitatua.
kuhakikisha kwamba mapato yote ya chama yananufaisha wauguzi wote, kwa sababu chama ni cha wauguzi. Kwa wauguzi wana sauti. Kwa hiyo tunapokuwa tumepitisha kitu kwenye council, basi mimi kazi yangu kama kiongozi mkuu ni kusimamia, kuhakikisha kwamba kweli kile ambacho tumekipitisha kinatekelezwa. Kwa hiyo mimi nitahakikisha kabisa hata zile pasenti ambazo zimeainishwa kwenye katiba kwamba zinapaswa zirudi kwenye matawi, zinarudi kwa wakati. Najua muda ni mchache, basi nina mengi ya kueleza, lakini nitaendelea kuhabarishana itakapofika wakati rasmi wa kuomba kura. Basi nichukue nafasi hii niombe kura zenu nyingi za ndio kwa Pendo Joseph. Asante sana. Kwa majina naitwa Martha Leseyeki Brookman, ni afisa muuguzi hospitali ya taifa Muhimbili Upanga. Niko hapa kwa ajili ya kugombea nafasi ya makamu wa rais. Sababu za kugombea nafasi hii ni kwamba kuna mapungufu ambayo tumekuwa tukiyaona kwa viongozi wenzetu ambao wamekuwa wakipita. Nina vipaumbele vyangu 4 ambavyo nitakwenda kuvieleza, sababu hasa iliyonisukuma kuweza kugombea nafasi hii. Kipaumbele changu cha kwanza ni ushirikishwaji wa wanawake katika kazi za chama. Tunavyojua kwa sasa hivi dunia nzima inazungumzia habari ya gender balance, na hii imetupelekea kuwa na maendeleo mazuri sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo na sisi tukiweza kuwashirikisha wanawake kwenye kila engo au kwenye kila kona ya chama chetu, kuanzia chini kabisa kwenye matawi na kuja moja kwa moja mpaka taifa, tutakuwa na maendeleo mazuri sana. Nafikiri kila mtu anaelewa kwamba wanawake wana ushawishi mzuri sana ambao wanaweza wakashawishi mahali popote na tukapata mafanikio. Mimi mwenyewe ni mwanamke, nimeshakuwa kiongozi kwenye chama chetu ngazi ya tawi Upanga Muhimbili, na nimeweza kufanya mambo makubwa sana ikiwemo kuwashawishi wanachama wengine au wauguzi wengine kujiunga na chama chetu, na pia nimeweza kufanikiwa kuweza kuwashawishi kuingia kwenye makato mapya ya taifa letu kwa ajili ya kuweza kuinua uchumi wetu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, mwanamke akiwa mahali hakuna chochote kinachoshindikana. Anaweza akamshawishi mtu yoyote na tukaweza kufanikiwa. Mfano mzuri ni rais wa nchi yetu Mama Samia Suluhu Hassan, amesimama pale na kutuhakikishia kwamba wanawake tunaweza. Kipaumbele changu cha pili ni kuendelea kusimamia haki na maslahi ya wauguzi. Kwa waliopita wamejitahidi, kwa hiyo na sisi tunakuja kukupokea kile kijiti ili tuweze kukiendeleza. Haki tumekuwa tukiilia kwa nchi nzima au dunia nzima. Kwa hiyo tukiweza kusimama vizuri kama viongozi, tukawafuatilia wauguzi wetu kuanzia ngazi ya chini kabisa, tukajua kwamba wanakutana na changamoto zipi, tukaendelea kuwasaidia katika zile changamoto wanazozipata, na kuja moja kwa moja mpaka taifa, tunaweza tukafika mbali na tunaweza tukawashawishi wote tukawa kitu kimoja. Changamoto nyingi zimekuwa zikitokea kule chini. Unaweza ukakuta maeneo mengine hayana umeme, unaweza ukamkuta muuguzi anazalisha kwa kutumia taa au anamhudumia mgonjwa kwa kutumia tochi, na hivyo vitu vinakuwa havijulikani. Tutakuja kugundua pale tu tatizo linapotokea, lakini kabla ya tatizo kutokea maisha yanaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kuwafuatilia wauguzi wetu, tukisimama nao vizuri na kuwalinda na kuhakikisha tunayasemea yale ambao wanastahili kupata, kama ngazi zingine za taifa zinapopata au hospitali zilizoko mjini, haki na maslahi wanayoyapata tunatamani nao waweze kupata. Kipaumbele changu cha 3 ni kutangaza uuguzi ndani na nje ya nchi. Tutashirikiana vizuri na vyombo vya habari kuhakikisha kwamba matukio yote mazuri yanayofanywa na wauguzi yanatangazwa kwenye kona zote za nchi, kona zote za dunia, ili kuweza kuwatengenezea wauguzi taswira nzuri, kwa sababu baadhi wamekuwa kichafua taswira zetu za wauguzi kama Mwanya alivyofanya. Tukiendelea kunyamaza kimya watatuharibia. Kwa hiyo tutasimama vizuri kuendelea kutangaza uuguzi mahali popote pale, ili wananchi watujue, na yale madhaifu ambayo yanasemekana juu ya wauguzi, tutakapokuwa tukitangaza yale mema yote tutakayokuwa tunayafanya, na jamii nzima itabadilika. Lakini pia tunashiriki kwenye mikutano mbalimbali ya kimataifa kama Hexacon. Tutakuwa tunajipanga, tutaandaa vitu vyetu kwa ajili ya kwenda kutangaza uuguzi wetu au kutangaza TANA. Kule tunakutana na mataifa mbalimbali. Nafikiri itakuwa ni muda mwafaka sasa wa
kuweza kuwashawishi wakaweza kufika kwetu na wakaja wakajionea mambo makubwa mazuri ambayo wauguzi wamekuwa wakiyafanya. Kipaumbele changu cha 4 ni kulinda mali za chama. Mali zetu za chama zimekuwa zikiporwa pasipo wauguzi kujua kwamba zinakwenda wapi. Tunatoa ada, tunatoa michango, lakini hatujui inakwenda wapi. Ada tunalipa, tunatakiwa turudishiwe asilimia fulani, lakini baadhi ya matawi hayarudishiwi zile asilimia wanazotaka. Kwa nitakapopata nafasi hii ya kuwa makamu wa rais, nitajitahidi kumshawishi rais atakayeingia madarakani ili tuweze kuanzisha miradi mizuri ya chama, ikiwemo kujenga fremu kwenye eneo letu la jengo letu kubwa lililoko makao makuu Tangibovu, Dar es Salaam, ili iweze kutuingizia mapato kama makao makuu ya chama na kuweza kuwarudishia matawi yaliyoko chini pesa zao zile za ada, ili nao waweze kuandaa miradi mbalimbali ambayo itatuletea mwongozo mzuri na kusababisha uuguzi kukua nchini kwetu tukiwa na maslahi mazuri. Uchumi, mtu kisha kuwa na uchumi mzuri utasimama vizuri, utaheshimika vizuri, lakini usipokuwa na uchumi mzuri utalegalega na hata ile heshima itakuwa haipo. Kwa hiyo nitashirikiana na rais atakayekuwa madarakani ili kuweza kuyakamilisha haya yote ambayo ni vipaumbele vyangu, na yote yatakwenda mbele na hatimaye siku moja tutakuja kusimama na kuzungumza mambo mazuri zaidi ya haya. Mwisho, napenda kuwashukuru sana. Nina maono mengi sana, nina mengi sana ya kuweza kufanya nikiwa kwenye nafasi hiyo, na waombeni kura zenu ili tuweze kukimbizana na haya yote niliyoyasema. Naitwa Martha Brookman, kura zenu zote zije kwa Martha Brookman. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Chacha Geoffrey John, ni mgombea wa nafasi ya katibu mkuu chama cha uuguzi Tanzania. Nimependa kuchukua hatua za kuitaka hii nafasi kwa sababu ninakiamini hiki chama. Naomba nianze na mfano ambao ni vivid uliotokea juzi kipindi tunafungua mkutano huu. Chama hiki kimeleta mafanikio kwa wanataaluma wote nchini wa afya bila kuangalia kada. Kwa tamko la Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutubariki kuanza kutumia muundo mpya tarehe 1 Julai. Kwa hii ni dalili ya wazi kwamba chama chetu kina nguvu kubwa na kinasikilizwa na mamlaka na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo ninao wivu mkubwa wa kuamua kuchukua nafasi hii na kuomba wajumbe kunipa ridhaa ili niweze kukilinda, kukitumikia na kuhakikisha malengo ya chama hiki yametimia. Ninazo baadhi ya sababu kwa nini nimeamua kugombea. 1. Katika kukisaidia chama chetu kuna mgawanyo wa rasilimali ya mapato ya chama ambao umewekwa kikatiba ni namna gani mgawanyo huo ufanyike. Mimi nikichaguliwa kuwa katibu mkuu mtendaji wa chama, nitahakikisha nimesimamia katiba, kanuni na sheria za chama na mgawanyo kufanyika kwa mujibu wa makubaliano yaliyowekwa bila kupepesa macho. Lakini pia kuna maslahi ya wauguzi wa nchi hii. Napenda kusema kwamba maslahi mengine tayari yapo katika sheria, kanuni na nyaraka mbalimbali za kiserikali, lakini waajiri hawayatekelezi maslahi haya kwa kile kinachoitwa upungufu wa bajeti, vifungu havipo. Basi kwa kuwa tuna nyaraka hizi na watu wanatimiza majukumu na wanatakiwa kupewa kwa mujibu wa maelekezo hayo ambayo yapo kwenye misaafu, kuna kila sababu ya kuongea na mamlaka husika na kuzishauri zifanye namna ya kuongeza OC ili kuweza kutimiza matakwa ya kisheria, kikanuni na kiwaraka kwa watoa huduma hawa wa nchi nzima ya Tanzania. Ni kweli kwamba mtumishi anapokuwa anahudumia wagonjwa, maana yake kwamba tumempa dhamana ya kulinda uhai wake. Kwa hiyo mtumishi huyu tunahitaji saikolojia yake ya akili iwe imara, iwe bora, na kuifanya hivyo ni pamoja na kumpa stahiki zake zinazotakiwa. Tutahakikisha tunakaa na mamlaka kuangalia hiyo mifumo ya budget kama kweli ni pungufu kutokana na makusanyo yanayofanyika huko, ili waweze kuangalia namna gani watu hawa wanaweza kuondokana
na malalamiko haya. Kitu kingine ambacho ni cha tatu kilichonifanya nigombee nafasi hii ni kulinda ajira za wauguzi ndani ya taifa letu, lakini pia na nje ya nchi yetu. Kwa nini nasema hivyo? Tunatoa wauguzi wengi na kuwaingiza sokoni, lakini namna ya kuabsorb ni lazima tukae chini tutafakari kwa kina tunatumia mbinu gani ili tuweze kuwasaidia. Na hii tunalisema chama hiki sio kwamba tu kinapambania watu walioajiriwa, hapana. Kinapambania taaluma na wataaluma kwa ujumla wake. Nini tutakachokifanya? Tunaenda kushauri mamlaka husika ya usimamizi wa taaluma hii TNMC kuhakikisha kituo chote kuanzia kituo cha afya, dispensary, hospitali, consultation hospital zimeajiri watu ambao wanaendana na miongozo, iwe ni polyclinic whatever. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba miongozo ipo inakutaka ili uweze kuanzisha kituo fulani, taasisi fulani ya afya, ni lazima uwe na requirement ya wauguzi wenye sifa 1, 2, 3. Lakini ni tofauti kidogo, sina takwimu ambazo zipo rasmi. Watu kuanzisha hizi huduma za kutolea afya wana ajili level fulani ambayo ni ya chini, ambayo yeye pekee anaweza kulilipa, na wakati mwingine kuajiri hata chini ya idadi ya viwango ambavyo vimewekwa kwenye miongozo. Kwa hiyo hii tunaenda kulisimamia, ni swala la kimiongozo, ni swala la kiutekelezaji. Kazi yetu itakuwa ni kufanya analysis na kuandaa database electronic ambayo ita-identify automatically mtu aliyoko sehemu fulani ni mtu mwenye sifa na anatakiwa kufanya kazi hizo. Ikitokea kuna mwingine hana, basi mamlaka inayo wajibu wa kisheria, inajua nini itakifanya. Lakini pia kuna haja ya kutafutia hao wauguzi fursa tofauti za kimataifa. Na ili uweze kupata fursa za kimataifa ni lazima uwe na leseni ya kimataifa. Lazima wafanye NCLEX RN examinations. Na hii sasa, ili kuwarahisishia mazingira hayo, tunao kila haja ya kukaa na mamlaka kubageni na taasisi husika kuanzisha hichi kituo ndani ya nchi yetu. Leo hii muuguzi akitaka kufanya mtihani wa NCLEX lazima aende South Africa, aende India, aende UK. Sasa tukiboresha huduma hii itatusababishia wengine kuja kufanyia mitihani hiyo ndani ya nchi yetu, lakini pia na wauguzi wengi watakuwa na vigezo vya kwenda kufanya kazi nje ya mataifa mengine. Hata ajira wanapokuwa wanatafutwa, basi mtu tayari atakuwa ana kigezo. Naamini kabisa tukiwa na nia, tukakaa na mamlaka pamoja, tukaliongea kwa upana, hili litawezekana. Basi nipende kusema kwamba uongozi ni huduma. Mimi nimegombea nafasi hii kutaka kutoa huduma ya uongozi. Kwa hiyo ninaamini kwamba wajumbe na wapiga kura wote kwa ujumla mtanipa kura zenu nikatimize matakwa yenu ambayo ni matamanio mnayoyataka kuyaona. Nashukuru sana.